Okay, sasa kwenye futures ukiwa unataka kutrade futures, maanake kuna vitu vya kuzingatia, kwa sababu future ni tofauti sana na spot trading. Sasa ukiwa una trade futures, kwanza kabisa inabidi uwe na kiasi cha pesa ambacho utakiweka kama dhamana, ambayo tunaita collateral au margin. Kwa maneno rahisi ni kama amana unayoweka ili kukopa fedha au kufungua biashara kubwa kuliko mtaji wako halisi. Hii margin inakuwezesha kutumia leverage, yaani kufanya biashara kwa kiwango kikubwa zaidi kuliko pesa ulioweka. Na ndio maana kwenye future trading mtu anaweza akawa na mtaji mdogo lakini akawa anapata faida kubwa kwa sababu ya hii leverage. Maanake hii leverage inamwezesha mfanyabiashara kufungua biashara kwa kiwango kikubwa zaidi kuliko pesa aliyoweka. Mfano, mtu ataweza akawa na $100 na akafungua biashara ya $1000 au $2000, maanake akawa anapata kwa siku $20 na kuendelea. Sasa hicho kiasi ambacho unaweka kama dhamana kinaitwa margin au collateral, maanake huo ndo ule mtaji wako, mtaji wako. Sasa kuna aina za margin, kuna aina mbili za margin, yani ule mtaji wako au kile kiasi cha pesa ambacho unaanza nacho kwenye biashara, ambacho hicho ndo dhamana yako. Yani hicho ndo kinakuwezesha wewe ufungue biashara kubwa. Yani mfano $100, maanake hiyo ndo dhamana yako, ambayo hiyo $100 itakuwezesha wewe kufungua biashara ya $1000 au $2000 au $10000, inategemea na leverage utakayotumia. Sasa aina za hicho kiasi cha pesa au huo mtaji ziko mbili. Kuna initial margin pamoja na maintenance margin. Initial margin hichi ni kiasi cha mwanzo ambacho unatakiwa kuweka ili kufungua biashara. Kwa lugha fupi ya tunaweza tukasema ni first buy amount. Hichi ni kiwango cha awali cha mwanzo kabisa ambacho kinakuwezesha wewe kufungua biashara. Lakini maintenance margin, hiki ni kiwango cha chini cha dhamana unachopaswa kuwa nacho ili kuendelea kushikilia nafasi yako. Maana yake sasa ushafungua biashara, si ndio hivyo? Ushafungua biashara, ushaingia na first buy amount. Sasa kwenye account yako inabidi ibakie pesa ambayo yenyewe itakuwa sasa inakulinda, inakuwa kama dhamana ili kuendelea kushikilia zile trade zako ambazo ushazifungua. Sasa hichi kiwango kikishuka unaweza kufanyaje? Kufilisika, tunaita liquidation. Unaweza ukafilisika huku kwenye future. Mfano rahisi ni kwamba tuseme unataka kufungua biashara ya $1000, ndio hivyo, kwa kutumia leverage ya 10, kwa sababu leverage zipo tofauti. Kuna leverage ya 1, kuna leverage ya 2, kuna leverage ya 3 na kuendelea. Inategemea na coin, kwa sababu kila coin ina leverage yake. Sasa mfano unataka kufungua biashara ya $1000 na wewe una $100, maanake inabidi utumie leverage ya 10. Maanake 10 mara ile 100 yako ya mtaji sawa na 1000. Kwa kutumia mtaji wako wa $100, maanake unaweza ukafungua biashara ya $1000 kwa sababu utatumia leverage ya 10.